Yes, I want to start by thanking God because indeed it's by God's grace that we are here today. It's also by God's grace that I be your speaker today, and I don't take that for granted. When I started speaking to students 21 years ago, I did not know that I would come this far. That is why now Mwalimu says I was their mentor in school. By the time I met him, I had spoken for so many years. You can imagine. He was in school in 2016. I started speaking when I was 19. Because you don't have to be young and poor. Don't wish to spend much of your young life watching football. But it's good. You can watch. But don't waste a lot of your time there. The guys you are watching are millionaires and you are not. Please remember that. Are we together? Yes. Wakati mko hapo mnashangilia billionaires wakijienjoy. Na wao kienjoy maisha. They are enjoying and you are enjoying. So you must do your math vizuri sana. Unajua young people kitu moja inawasumbuanga ni priorities. Mnakuwa na shida ya priorities. Pale mnawekanga nguvu sio mahali mnafaa kuweka nguvu. Alafu maisha yako ya udogo inaisha. Juu maisha ya udogo haikaangi. You are a child, then you will become an adolescent, and then you become an adult. The only age that you shall never become anything else is when you become an adult. And therefore, the most important thing to know is this. Kutoka the age of 0 to the age of 12, unakuanga child. You are just a child. From now, 13 to 21, you are 18. But from there, 21 to 150, you are an adult. You cannot be anything else. You cannot be an adult. You are just an adult. You can imagine much of your life you shall spend as an adult. Yes, most of you, the bigger chunk of your life will be spent on your own, brother. Yes. Today, you are in Kagumo High School. Yes, courtesy of somebody. Someone is paying for your fees. Yes, someone is paying. You are eating. Nimeona venye mmekula hapo. I've seen. Every single bite you are making, someone has paid for it. Yes. Imagine from the time you are born to now, you have been eating from someone's pocket. Sitaki kuita parasite. I'm only saying that you have been eating from someone's pocket. You have not made any contribution to the money that you have been enjoying. Hiyo kiatu uko nayo brother ya Tafis ni 2,500 na hakuna pesa yako hapo. Hiyo shati umevaa brother umebaiwa. Hiyo tai ni ya kununuliwa. Hiyo kitu umekalia, you have not contributed. Imagine you are living your life for free. People are catering for your bills. You are now 15 years. Some are 16. Na umekuwa ukikula pesa za watu for 16 years. Na mnasema mambo ya parasite. Na mnasema ati parasites are bad. For this relationship not to become parasitic, you must become productive. It is immoral, and I'm saying it is immoral to eat from someone's pocket for 24 years and become nothing. It is bad to feed on people's sweat and become nothing yourself. It's the most immoral thing you can do as a young person. So as men, we must talk now. We are here to talk. Because it is the boy who becomes a man. Yeah, men are not produced in shambas. It is boys who, whenever you see boys in a school bus, those are the future men. But don't even pray about it. It is the truth. I'm not prophesying. I am telling you in 10 years, you are the men in the society. In 10 years only. You are the guys to make decisions in your church, in your community, you are the guys. Your fathers are exiting the stage because they shall be old guys. You shall be the guys deciding everything. So, whenever you see a school bus carrying boys, don't call them boys. No, they are not. They are men in waiting. And if you are young and fake, you shall be old and fake. You cannot be anything. You can only be the fake you are. So, kama wewe ni mujinga mdogo, ukikuwa mkubwa, utakuwa mujinga mkubwa. Alafu uzeeke ukue mujinga mzee. You cannot be anything else. You can only be what you are. Am I communicating? Hebu angalia mwenzako. Sijasema ni mjinga, wewe angalia mwenzako.
Mimi nimesema ni mjinga, nasema wewe angalia mwenzako. Na ndio unakudaga ule mtu anakuwa na kiburi na madharau akiwa shule, bado kwa maisha you shall hear stories about the same person. I am telling you, and teachers can confirm to you. Wale wanafunzi waliwasumbua Kagumo High School, you follow them up even where they went, they are still troublesome. Unless by good luck of God they change and find a miracle. Because character is you. Character is you. And gentlemen, what is character? Man, what is character? Let me teach you what is character. Wakati wana produce hii cover hii. Unaona hii cover ya simu? Unaona hii kifuniko hii? Unaona hii kifuniko? Hii kifuniko hii zote zenye zinatolewa na kampuni hii zinafanana. Vifuniko zote zinafanana to the exact, hata hakuna milimita imepotea. Zinafanana zote duniani za hii kampuni. Unajua mbona zinafanana? Sababu kabla watengeneza hii kifuniko wanatengeneza kitu kinaitwa mold. Mold ina taking like a month kutengeneza, brother. After that ni kuweka tu plastic ndani na kutoa. Plastic na kutoa zitafanana tu. Hata usipoangalia zitafanana. Juu mold iko sawa. Character ni mold. Ukiwa mdogo unakuanga unajenga mold ambayo ndani yako ikiwekwa vitu zitatoka zikifanana. That is why you find if you are a mannerless boy, if you are indisciplined boy, if you are a boy who is stealing, you are creating a character. And anything that will come your way, it will take the shape that you have. Are you getting that, guys? Yes. Ukichukua maji uweke kwa kikombe, maji inachukua shape ya nini? Ukichukua mchanga uweke ndani ya kikombe, mchanga inachukua shape ya nini? Ukichukua unga ya ngano uweke ndani ya kikombe, inachukua shape ya nini? That is it. That is why you shall interact with a very rich man and you shall still become nothing, because you are nothing. Even if a rich man is put into your life, you still become nothing because you are shapeless. The rich man will become shapeless in your life. You shall not know the use of that man in your network. I hope I'm communicating. Yes. That is how you shall go and date a very good girl. And that girl enters your life and she becomes shapeless because you are a shapeless person. Na tunaanza kusema huo dema anakuanga nini, alafu mtu mwingine amchukue and make a very good wife out of the same girl because you are a shapeless person. It is an attitude issue, brother. It is an issue of attitude. Jomongi akisimama hapa, kuna msee anasema Jomongi ako smart. Na kuna msee anasema hii ako na kiatu mrefu sana. Those are two people. Moja amesema niko smart, mwingine amesema kiatu ni mrefu. Those two people, who is correct? Very good. Both are correct. Mwenye amesema kiatu ni mrefu na nikitembea haitoki. Ni mrefu kwa mguu yangu ama kwa akili yake? Basi niambie, ni mimi nafaa kupunguza kiatu inifinye ndio itosheke kwa akili yake ndogo? Ama ni yeye anafaa kupanua akili itoshe viatu mrefu? No, tell me what is easy. Ni yeye apanue akili ama mimi nipunguze kiatu? That is why I tell you, life is interpretational. Life is interpretational, brother. Life is interpretational. Kuna mtu ambaye amekuja hii talk na hatasaidika. Atatoka hapa akisema, msee alikuwa anasema nini? Hizo ni nini? We don't blame you. Blame your ancestors. Now, wewe uone kitu nasema? Ndio, wewe uone. Kwenda huko. Wewe uone. So msee wamemtoa wapi? Unadhani nimetolewa wapi? Gentlemen, Jomongi anawaambia it is an interpretational issue. Bayo ni ngumu. Mimi nakuanga na shida na sciences. Okay, ulijua aje? Venye umesema you are weak in sciences, ulipimiwa hospitali gani? Okay, ulipimiwa wapi? Can we have a scientific finding? Ulipimwa, ikaonekana. You know, I used to have the same mentality when I was young. Mimi nilikuwa napata hesabu 4%, nilikuwa form 1 that term. Na sikuwa last, msiniangalie kama nilikuwa last. Hapana, I was not the last one. Hapana. Even people in our class can testify I was not the last one.
And even in Kagumo, amkosi wasi wanapata E ya hesabu. Yes, true or false? Na ni nini? Na ni wengi. Wengi wanapata mai na wako Kagumo. Kagumo High School. National E. Na sio ati mustuke, you're not alone. I've gone to all the national schools now. I know. People are scoring those things. We were there. Yes, and we got E's. Yes. Brother, shida sio kupata hii. Shida ni kutoka nayo. Wewe pata ukiwa ndani, usitoke nayo. Uacha ndani. Kama umepata hii Kagumo, uacha ndani. Usiwahi toka nayo. Pick something else. Na nilikuwa naamini hesabu ni ngumu. Yani unafika mahali sasa hata upendi hesabu. Niko na ine, naona mimi, alafu nilikuwa primary nilikuwa mwerevu. So nilipopata ine nilianza kulia. Sababu nilikuwa nakumbuka wrong time ago, nilikuwa mwerevu. Sio sahi. Wrong time ago. Hata kwa hii group mwalimu, kuna wase wengine walikuwa werevu sana. Kitabu. Si sahi. Hiyo ni memory. Hebu angalia mwenzako, sijasema ni angalia mwenzako. Kuna wase wengine hapa, ninaongea wanasema, "Gai, kwa nini ananijua?" Sikujui. Mimi sikujui. Sikujui. Najua. Sikujui. Najua. Unaweza kuwa mwerevu kitambo. Alafu kidogo hauko mwerevu tena. Unajua nyinyi mlitoka primary school na nyinyi wote mlikuwa top 10 when you were in primary. Hakuna mse yako hapa hakuwa top 10. Everyone. I'm telling you the truth. True or false? Ulikuwa namba ngapi primary wewe? 1 wewe. 1 wewe. 1 wewe. 1 wewe. 1 wewe. 1. I can tell you mwalimu. Mwalimu. Watoto wa national school 95% are number 1 in Kenya. And don't be lied by anybody. Rarely will you get 2 people from the same primary school. It is 1, 1, 1, 1 because they are the top. And then ulifika Kagumo ukidhani utawashinda wote. Brother. Hiyo primary yenu mlikuwa watoto 15 class moja na wewe ndio ulikuwa unaongoza. Unafika Kagumo unakuta form 1 mko 800. So 8 brother. Unaenda home ukiwa na namba 792. 792. Muzazi anakuuliza, hii ni namba ama ni max? Hii namba ni gani? Max ni gani? Wajui? Wajui. Unapata namba inakaa school fees balance. Hata uamini. Hiyo time ukienda home unasikia kioye. Mungu nilikukosea wapi? Hakuna mahali umekosea. Wachana na namba. Namba ni namba. Namba ni namba. Kuna shule nilienda hapa hivi Machakos. Number 1 alikuwa na D+. Unafikiria number last? Number last ni the living dead. Sababu huyo sasa ni nani huyo? Kama number 1 ako na D+. Unaenda shule hata walimu pia wamekufa moyo. Hakuna mtu akona moyo hiyo shule. So, wacha kuangalia namba. Ni venye ulikuja Kagumo ukapata magenius wengine. So nilikuwa the same. Mimi nilikuwa na max over 400 nikienda form 1. Nikaenda shule ilikuwa number 8 in Kenya, Njiri School. Hiyo time Njiri ilikuwa inatesa Kenya mzima. Wale mtamake chance ya kwenda Njiri School, muangalie kwa hole hao wakiandika listings za mashule for over like 20 years waliishi top 10. Hawakuwa itoka top 10. Ndio time niliingia Njiri. Mtu mbaya. Hiyo time hata ungechagua Kagumo sababu shule ilikuwa inawika ni Njiri bro. Ndio time niliingia huko. Wewe ni celeb. Hadi chief anajua hiyo area yake. Kuna mtoi Njiri. Unajulikana, si chocha, ilijulikana bro. Alafu nikafika huko. Nikafika huko bro. Nikakuta watu brother. Watu. Nikakuta kina Mbote. Kina Gilbert. Brother.
Unasemanga kukogwa na butoa. Butoa ni real. Tulifanya exam brother ndio nikaona yenyewe. Ndio nikaona east or west, home is best. Lakini life ni interpretational. Ndio nikaingia form 2 tena, nikapata hesabu ine tena brother. Nikiwa form 1 nilipata ine nikalia, form 2 sikulia. Kuna motivational speaker alikuja shule akasema accept yourself, nikaji-accept. Yani nikajikubali. Brother, kuna wasee, mwalimu, kuna wasee wako hapa. Ni wasee wa A straight, lakini wameji-accept. Hata ukifunza, hawana noma na wewe. Hata wananga ubaya na mtu. Wameshajikubali. Nawe mwalimu unakuja 5 AM. Maze unakazana. No. Alafu watoi wanakuangalia hadi wanakuhurumia oye. Si huyu mwalimu atakufa, huyu si atakufa kwa bulaki. Umekazana yako yote. Mwalimu umefinya. Watoi wanakuhurumia tu oye. Sema, did you understand? Watoi wako na hakuna kitu wamerada hivi. Wapatie katu uone. Hakuna kitu wamerada hata nini. Wajui. Wanakuenjoy hawa. Wanaenjoyingi mtu. Wanakuencourage ndio usipate low self esteem. Hawa. Nawajua sana nyinyi. Mwencourage mwalimu asikufe moyo. Surely. Yo ni nini? So Joe Mwangi anawaambia nini? Joe Mwangi anawaambia hiyo kitu unapitia brother. Wewe sio wa kwanza kupita hiyo njia. Tulipita hiyo njia the same one. Lakini maamuzi yako ndio itamata. Ni interpretational. Na mimi nikajua hesabu haiwezekani bro. Haiwezekani. Na nikajua haiwezekani. Nikafika form 3 tukachenjiwa mwalimu. Mwalimu mwenye tulipata Madam Alice alikuja akasema boys, I don't mark zeros. Tukasema sikia huyu. Adi marking zero. Ni kama hatujui. Umadhe ni kama hatujui huyu. Marking zero aje? Si ndio tuko. Adi marking zero. Mimi ni nani? Nipata hesabu 2%. Lazima ulete mzazi kwa academic clinic. Kesi ianze. Mbona uko na 2? Sabuda na misome waliniongelesha hadi nikawahurumia. Yaani naona venye wako na uzuni, mimi nawahurumia. Si mimi, ni wao. Wao ndio naona wako troubled. Mimi hainisumbui. Mimi najua hesabu siwezi. Unafika mahali unachukia hesabu, unachukia mwalimu hadi bwana yake. Yaani unachukia hiyo familia yote. Hakuna mtu unataka kuona kwa hiyo familia. Vijana wacha niwaambie, mentality ni mbaya sana. Na inafanyanga watu wote wanakuanga maskini. Most of them, I would say 90% have a wrong mentality. I will tell you that. Kuna boy fulani anaitwa Maish, analimanga matunda maze za tree tomato, matunda za tree tomato yani, ana harvest do my friend. Boy mwingine pia wa hiyo area best yangu nikamshoni aje, si upande pia wewe matunda. Akasema area ya kwetu haziwezi fanya vizuri juu ya nyani. Nyani? Mimi nimegrow up na sijaona nyani. Lakini yeye akiangalia na nyani kila mahali. Yani yeye kuna nyani kwa akili. Unanielewa? Wakati nyani ziko kwa akili bro, utaziona kila mahali. Na ndio unaona hesabu ni ngumu na si ngumu. Sababu mimi Joe Mwangi nilicheki hesabu ni very difficult, lakini ndio only subject nilipata hii kwa KCSE. Mimi nilipata hii moja, only one, na ilikuwa hesabu bro. Ndio niliprove ya kwamba ni mentality. Na hakuna kitu kilikuwa ngumu, ni mimi nilikuwa mgumu. I used to think other boys are genius. Mse fulani hapo anaenda math contest mangu bro. Wanapata pepa ya mangu math contest 96. Brother, hiyo karatasi ukipewa, wacha kujibu. Kujua venye inauliza. Ya ujui nini? Ujui wanauliza nini? Ujui.
Ujui ni wanauliza, ujui. Unasikia mzee ako na 96. Na mnaambiwa kwa kanisa that you are all the same before God. Hamwezi fanana. Hiyo ndio mnatembea nao boy hivi, mkitembea nao na huyo boy hivi, ndio unajua yenyewe evolution theory ni true. That we came from the monkeys because you are the living proof. Yani wewe ndio the living proof. Evolution theory. Mzee ni mwerevu hadi wewe mwenyewe unajiona kwamba mwiko kabisa kwa class. Not knowing it's a mind, all along it's a mindset. What is a mindset? A mindset is a set of attitudes. A mindset is a set of attitudes. Ni kama dozen of attitudes. Kama venye kuwa na set ya vijiko, set ya sahani, ni set of attitudes. What is attitude? Attitude is an established way of looking at things. Attitude is an established way of looking at things. Even before you see them, you have already decided how you shall see them when you see them. So it does not matter how they come. You already decided how to see them. It's like when you hate a person. Even if they dress in a gown, you hate them. Yeah. You just hate them. Even if they speak very well, you hate them. Yeah. I do my videos on TikTok. I post on YouTube. And people comment some of them very badly. How I say nothing. Even if I say something that can help them, they cannot benefit from my talk because they hate me. No matter what I say. Even if I give them money, they still hate me. Even if they are hungry. Yeah, they used to eat the money and hate me. They have an established way of looking at Joe Mwangi. The same way you have an established way of looking at Kiswahili. Kiswahili ina boingi. Wewe, unasema Kiswahili ina bo. Kiswahili ina bo, uliza ule director wa Soma Sasa. Mnajua Soma Sasa? Ndio application ya kuwatch set book zote Kenya. The only one with set books. Soma Sasa. Alisomea wapi? Mema Day School. Akapata nini? A-. Kiswahili A, English A. Akasoma Mass Communication Egerton University. Akaanza kampuni ya kumake movies. Kiswahili hicho ambacho hukipendi wewe kimemfanya mwingine millionaire. Alafu wewe sipendi Kiswahili. So Joe Mwangi anasema nini? We are here to change the mindset, mwalimu, of our boys. Because I can tell you, all these boys can get an A clean or an A- and above. Because they already came with it. Mwalimu, they already came with it. When they get out of Kagumo with an A or A-, mwalimu, they already came with it. Yes. Yes. They already came with it. Nama mkuja nayo? Na nini? Lakini wewe umefanya maamuzi ya kuangalia mambo kwa njia tofauti. Na maamuzi yale yameanza kukuaffect wewe. Those decisions are now affecting you. And so Joe Mwangi has lived the life of a boy like you. Yeah, I was once a student like you, man. So I know I was there where you are. And I can advise you. I can advise you. Because I'm 40. And you have never been 40. Have you ever been 40? You have never been 40. You have never been 40. Wewe umoi maliza form 4? Umoi maliza form 4 wewe? Wewe hujai maliza form 4. So mimi ni mwai. Wewe umoi pata B+ KCSE? Hujawai, ndio? Mimi nimewai. Umoi graduate university? Mimi nimewai. Wewe umoi nunua gari? Mimi nimewai. Unaona hiyo gari inakuwa kwa ndoto kwa akili yako? Mimi nishakuwa reality. Unaona mimi na wewe tukienda kuomba Mungu, we cannot pray the same things. Yeah, tuwezi omba vitu same. Brother, I can advise you. Wewe umewahi kuwa na mtoto?
wewe ndio mtoto, si ndio? Hiyo ndio shida. Sasa mimi ni baba ya mtoto wa junior secondary. Anaingia grade 10 very soon. Na nimeona na nikaona future, nimekuja kukuadvise venye nimeiona. Na nimeona future kuna kaujinga itaki. Kuna kaujinga utawachana nayo. Ndio maisha yako ikae venye ungetaka. Unanielewa? Ndio sababu nimekaa to change mindset yako. Cause nimekuwa huko. Na nimeshaona. Na kuna vitu zinaku-excite na zilini-excite na naweza kuambia whether they are beneficial or not. Cause nimeshaona. I hope you're getting me. I'm not only advising you because I'm older than you. I'm advising you because I have lived the life you have lived. And I've seen what works and what never works. Am I communicating? Yes. So Joe Mwangi is telling you something. That you don't have to be young and waste all your time. Ukiwa mashabiki maishani. Change your mindset, brother. Say you can only be rich if your parents give you a lot of capital. That's a lie. Yes, it is important, but if they have no capital, so what do you do now? You die now. Now you die because they have no capital to give you. Now you die. Are you telling me all rich people in the world were given capital by their parents? Are you telling me that there are no guys who came and used their brain and got money? They are there. So Joe Mwangi is here to change your mindset. Because your mindset is your biggest disadvantage. I am telling you that. Your biggest disadvantage is your interpretation of things.